Ninakusalimu tena mtazamaji wa TVE, hususan wewe mpenzi na mfuatiliaji wa kipindi cha Kilimo Kwanza. Karibu tena katika kipindi hiki, sehemu ambayo tunakukutanisha pia na wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Na pia tunakupa taarifa, maarifa, elimu, lakini ujuzi na masuala mbalimbali yaliyopo kwenye sekta hizi na mnyororo wake mzima wa thamani. Wiki hii mtazamaji, tunaangazia kuhusiana na mkutano wa 8 wa mawaziri wanaohusika na bahari, maji ya ndani pamoja na sekta ya uvuvi kutoka kwenye organization ya nchi za Afrika, Caribbean na Pacific. Ni mkutano ambao tulikuletea kipindi hapa awali na tukakuonyesha vile ambavyo Tanzania ilikuwa tayari kwa ajili ya kuhosti mkutano huo na hatimaye umefanyika. Mkutano huu mtazamaji umefanyika hapa nchini kuanzia Septemba 9 hadi Septemba 13 na umehudhuriwa na wadau mbalimbali ikiwemo viongozi wa serikali wa ndani na nje ya nchi, mashirika ya kimataifa, taasisi za serikali na zisizo za kiserikali, pamoja na wananchi wanaojishughulisha na shughuli za uvuvi na ufugaji wa samaki. Nikusihi basi mtazamaji ungane nami, mtangazaji wako Scholastica Mazula, mtayarishaji wa kipindi hiki John Lweja na director ni Omari Juma. Ungana nasi mkulima mwenzetu hadi tamati. Mtazamaji, kama unavyofahamu, Tanzania imekuwa ni mwenyeji wa mkutano wa 8 wa mawaziri wanaohusika na bahari, maji ya ndani pamoja na sekta ya uvuvi kutoka kwenye organization ya nchi za Afrika, Caribbean na Pacific. Organization ya nchi hizi mtazamaji ilianzishwa mwaka 1975 na hii ni baada ya mkataba wa Georgetown na unahusisha nchi 79 ambapo nchi 48 ni kutoka Afrika, 16 kutoka Caribbean na 15 zinatoka Pacific. Na hapa waziri wa mifugo na uvuvi wa Tanzania Mheshimiwa Abdalla Ulega anaeleza kuhusu umoja huu, malengo yake, lakini pia mkutano huu na matarajio ya serikali baada ya mkutano huu kumalizika. Tunatarajia matokeo makubwa katika mkutano huu. Siku ya leo, waheshimiwa mawaziri, tutapata fursa ya kujadiliana na kukubaliana juu ya mikakati ya kuhakikisha kuwa uvuvi mdogo, yani small scale fisheries, ambao ndio chanzo cha kipato kwa idadi kubwa ya watu waliopo katika nchi hizi za OACPs, unaboreshwa kwa kuweka mazingira wezeshi kwa wavuvi, ikiwemo upatikanaji wa mitaji, teknolojia za kisasa, masoko na miundombinu. Pia tutaweza kuangazia changamoto zinazotishia ustawi wa rasilimali za bahari na uvuvi, zikiwemo athari za mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa mazingira ya bahari na uvunaji uliopitiliza. Mtazamaji, mkutano huu uliambatana pamoja na mambo mengine jukwaa la Blue na chakula ambalo limeandaliwa na mpango wa Fish for ACP na kutekelezwa na shirika la chakula duniani FAO kwa kushirikiana na wadau wengine na kuhusisha shughuli mbalimbali ikiwemo majadiliano, vikao vya majopo na mawasilisho ya mawazo yanayoangazia kuhusu kutatua kwa umoja ama kwa pamoja changamoto zilizopo kwenye sekta ya uvuvi, ufugaji wa viumbe maji, uwekezaji, teknolojia, namna ya kubadilisha mifumo ya chakula kupitia ufugaji wa viumbe maji. Wajumbe wa mkutano huu wamebadilishana uzoefu na kuweka mikakati ya pamoja ya kutatua changamoto zilizopo kwa kuweka maazimio mbalimbali. Na mgeni rasmi katika ufunguzi wa mkutano huu alikuwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye alimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na hapa aliwaambia washiriki wa mkutano huo kuhusiana na mikakati ya serikali, kuhusiana pia na malengo ya umoja huo. Na hivyo nitumia nafasi hii kuwaalika wale wote wenye nia kuja kuwekeza kwenye sekta ya uvuvi na maeneo yake yote hapa nchini. Tutakupokea, tutakusikiliza, tutakupa maeneo ambayo na sisi nataka pia Watanzania wanufaike nayo ili uwekeze kwa pamoja na Watanzania. Karibu sana Tanzania. Na kwa hiyo basi
ndugu wageni waalikwa, ni matumaini yangu kwamba kikao hiki cha 8 cha mawaziri wa Umoja wa nchi wanachama wanaoshughulikia bahari, maziwa, mito na uvuvi kwa ujumla, kinachowakutanisha watoa maamuzi wa kisera kutoka kwenye nchi zote wanachama 79 kitawezesha kuwa na majadiliano yenye tija kwenye maeneo muhimu kwa kuonyesha mafanikio, changamoto, lakini kuweka mkakati wa kwenda kusonga mbele kwenye sekta hii ya uvuvi. Lakini kikao hiki pia kitawezesha majadiliano ambayo yataweka msisitizo wa kuharakisha maamuzi yote mtakayoyafikia kwenye nchi wanachama katika kukuza sekta hii. Nitumie fursa hii kuwasihi mawaziri na washiriki wote kuitumia nafasi hii ya kubadilishana maarifa, uzoefu mlionao kwenye sekta ya uvuvi kutoka nchi zenu na mbinu bora mnazozitumia, na hasa wakati huo mabadiliko ya sayansi na teknolojia katika kuvua. Basi tuhakikishe kwamba nchi wanachama tunanufaika kupitia kikao hiki. Ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, yako maeneo ambayo ni muhimu niyasisitize ili tuende pamoja, na nyie mtaongeza yale ambayo mtajadili hapa. La kwanza, tunakumbuka kwamba tangu kuanza kwa umoja wetu wa nchi za Afrika, Caribbean na Pacific tumefanikisha malengo mengi ya pamoja na kupata manufaa kupitia mipango mbalimbali tulikuwa tumeiweka. Hata hivyo, juhudi zaidi zinahitajika tena za pamoja ili kuendeleza zaidi mafanikio haya, na hivyo ni wasihi waheshimiwa mawaziri, wekeni mikakati hapa, tuendeleze sera, malengo, mipango na miradi tuliyojiwekea, tufikie kwenye matokeo makubwa zaidi ambayo tunatarajia kwa nchi wanachama. Ya pili, kupitia mkutano huu, waheshimiwa mawaziri, endeleeni kudumisha mshikamano kati ya nchi wanachama wa umoja wetu. Hii ndio njia pekee, na mimi nasema hii ndio ufunguo wa kuhakikisha usalama wote wa maendeleo ya sekta ya uvuvi unaanzia hapa, na maendeleo haya lazima yawaguse watu wetu moja kwa moja. Na kwa hiyo basi, anzisheni ushirikiano kati ya mawaziri wa nchi wanachama, kwa kuwa mnawasiliana hata baada ya kikao hiki, kubadilishana taarifa na uzoefu wenu katika kusimamia rasilimali za maji kwa haraka zaidi. Tatu, kupitia mkutano huu nataka niwasihi waheshimiwa mawaziri kwamba wekeni mikakati ya kulinda na kuhifadhi maeneo muhimu ya bahari, mito na maziwa ambayo yanakabiliwa na hatari ya kimazingira. Tuna uharibifu wa mazingira unaenda kwa kasi sana kwa sasa, na jana tulikuwa jijini Dodoma kwenye mkutano mkubwa kabisa wa kutafakari namna ya kusimamia uhifadhi wa mazingira hapa nchini. Naamini mikakati hii ikitekelezwa kwa nchi wanachama zote 79 tutakuwa tumepata mafanikio makubwa, na hasa kwenye sekta ya uvuvi. Na 4, waheshimiwa mawaziri, andaeni utaratibu wa pamoja wa kuwekeza katika tafiti za kisayansi na teknolojia ambazo zinahusiana na bahari, maziwa, mito na shughuli za uvuvi kwa lengo la kuboresha mbinu za uvuvi na usimamizi wa mazingira kwenye maeneo haya. Hizi tafiti za kisayansi na teknolojia zitatuwezesha kuimarisha uwezo tulionao wa kitaaluma na kiufundi kwenye nchi wanachama kupitia mafunzo na semina za kitaaluma ambazo tutakuwa tunaziandaa na kuzipeleka kwa wadau wetu. 5, waheshimiwa mawaziri, wekeni utaratibu wa kukuza wigo wa ushirikiano na wadau wa kimataifa. Rasilimali zinazopatikana baharini na kwenye vyanzo mbalimbali vya maji zinatumika na mataifa mbalimbali kwa kushirikiano, kwani sio rahisi kuweka mpaka katika maji, na hivyo basi shughuli zinazofanywa na nchi mmoja zinaweza kuathiri nchi nyingine, na ndio tija ya uwepo wa umoja huu, kwani unasaidia nchi wanachama kuainisha changamoto mbalimbali, kuleta suluhisho la changamoto hizo kwa pamoja, na pia kuwa na maazimio ya pamoja. Hapa tunakutana na waziri wa madini na uchumi wa buluu na gavana mstaafu wa kaunti ya Mombasa nchini Kenya,
ambaye anatoa maoni yake kuhusu umuhimu wa mkutano huu na fursa zilizopo kwenye uchumi wa bluu. Huu mkutano ni mkutano muhimu sana kwa sababu unachangia pakubwa kwa kubadilishana mawazo, hasusan katika maeneo muhimu ya mambo ya uchumi bluu na uvuvi na uangalifu wa rasilimali yetu muhimu ya bahari ama ya ziwa ama ya mito. So ni mkutano muhimu ambao umeleta viongozi wa tabaka mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali husika kushauriana na kuweza kubadilishana mawazo, hasusan kujenga mikakati ya kueleweka na ya kudumu katika njia ya kuweza kuboresha uchumi na kuangalia mazingira yasije yakazoroteka. Fursa kwanza, unajua ni za ajira, fursa za biashara, fursa za utalii, fursa za kiuchumi, kiupeo mpana tu, na fursa za mazingira inachangia pakubwa hasa katika mambo ya uchumi bluu. Na ndio maana mkutano kama huu ni muhimu kwa sababu unaweza inatupatia nafasi ya kubadilishana utendakazi, mawazo, uzoefu, ujuzi, na muhimu zaidi ni kwamba sasa mnachukua uamuzi ambao unaweza kuleta effect katika kila nchi husika. Na mimi nimesema, na kila siku hupenda kusema, samaki si kama sisi. Samaki hawajui mipaka, hawana immigration pale chini ya kupigiwa stamp, wao wanatembea tu freely. Sasa samaki wa Tanzania utawakuta wako Lamu, Walamu wako hapa. Sasa ushirikiano kama huu ni muhimu kwa sababu huwezi kufikiria kwamba ati hii ni rasilimali yako peke yako. Hiyo ni moja. Na pili ni kwamba hatua tunazochukua sisi Kenya zinaweza kuwadhuru Tanzania, ama hatua zinazochukuliwa Tanzania zinaweza kuwadhuru Kenya. Sasa tukikaa katika jopo kama hili, tunaweza kubadilishana mawazo na mipango ya kihatua ambayo tukiyafanya haileti dhara kwetu wala kwa nchi jirani wala kwa jimbo kwa jumla ama sub-region ama the region. Swadakta, mtazamaji, Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi huko Zanzibar ilianzishwa kwa lengo la kusimamia utekelezaji wa kasi na endelevu wa fursa zilizopo na vipaumbele vyake vya uchumi ambao unategemea rasilimali za bahari ili kuijenga Zanzibar mpya yenye uchumi wa kisasa. Na wizara hii, mtazamaji, imeendelea kutekeleza mipango na mikakati mbalimbali ili kuinua uchumi, na hapa tunakutana na Katibu Mkuu wa Wizara ya Uchumi wa Buluu Zanzibar, Kapteni Hamad Bakari Hamad, ambaye anaeleza kuhusu umuhimu wa mkutano huu, fursa zilizopo kwenye sekta ya uchumi wa buluu, lakini pia mikakati ya serikali ya Zanzibar kuhusu kukabiliana na moja ya changamoto ambazo zimejadiliwa katika mkutano huu, changamoto ya uvuvi haramu. Mkutano huu ni mzuri sana kwa sababu umejumlisha karibu nchi 79 zikiwemo za Afrika Kusini, Afrika Magharibi, Pasifiki, zote zimehudhuria katika mkutano huu, na uzuri wenyewe ni wa ngazi za juu kabisa kwa sababu ni mawaziri wenyewe waliopo ambao wao ndo watunga sera. Na lengo kuu kabisa la mkutano huu ni kuangalia ni namna gani uvuvi, uhifadhi wa bahari na uchumi wa buluu unaweza kuendelezwa na kuwa ni endelevu. Kwa hiyo ni kitu kikubwa, na kikubwa zaidi ni kwamba tumepata bahati Tanzania mkutano huu wa 8 kuwa ni wenyeji. Sisi Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tuna mpango madhubuti kabisa sasa hivi wa kuwahamasisha wananchi kufuga samaki, na kama mnavyoelewa tulichimba mabwawa kama 100 hivi ya samaki, na sasa hivi tunataka kuona ni namna gani tutaweza kuwapeleka baharini kufuga samaki kwa njia ya vizimba. Ule ufugaji wa samaki wa mabwawa bado una changamoto kwetu kwa sababu changamoto kubwa ni vifaranga vya samaki. Na sasa hivi Wizara ya Uchumi wa Buluu imeingia ubia na kampuni moja ambayo ni ya Tanzania, ambayo tumetengeneza kampuni moja inaitwa Zanzibar Marine Hatchery, ambao kampuni hii ina jukumu la kuzalisha vifaranga vya aina 3.
kuzalisha samaki, majongo bahari na kaa. Kwa wenzetu wale wameanza kuzalisha majongo bahari na wameshafanikiwa. Kwa swali la majongo bahari sasa hivi Zanzibar itakuwa hakuna tena tatizo la vifaranga. Sasa hivi tunaelekea katika vifaranga vya samaki, na vifaranga vya samaki tukianza kuvipata ndio hasa ufugaji kwa njia ya vizimba utafanikiwa vizuri. Na kwa sasa tuna mpango madhubuti wa kupata vifaranga kutoka katika njia ya asilia, yani baharini. Tunaenda kuvikushanya na kuwagaia wananchi, na kiukweli kabisa ili tuwe na uvuvi endelevu lazima tuanze kufuga samaki badala ya watu wengi sana kwenda kuvua baharini. Swali la uvuvi haramu kwanza ni swali mtambuka na haliwezi kufanywa na taasisi moja wala nchi moja, kwa sababu tunaelewa bahari haina mipaka. Kwa hiyo mvuvi anaweza kutoka Kenya akaja kuvua Zanzibar, anaweza kutoka popote akaja kuvua Zanzibar na Zanzibar kwenda kuvua sehemu nyingine. Kwa hiyo swali la uvuvi haramu linafanywa kwa kushirikiana taasisi nyingi ndani ya nchi, ndani ya eneo moja na kwa kimataifa. Kwa hiyo Zanzibar tuna mikakati mikubwa sana ya uvuvi haramu, ikiwa tuna taasisi yetu maalumu ya uhifadhi wa baharini ambayo inafanya doria na inasimamia kuhakikisha kwamba watu wanavua katika njia endelevu, kwa sababu uvuvi haramu sio tu kuvua katika eneo ambalo haliruhusiwi, lakini hata ukitumia zana ambazo si sahihi, huo ni uvuvi haramu. Kwa hiyo tuna takwimu zinazoonyesha kwamba uvuvi haramu Zanzibar umepungua kwa kiasi kikubwa katika maji ya ndani. Katika maji ya nje ni eneo ambalo tunategemea sana wenzetu wa kimataifa tushirikiane katika kupiga vita katika swali hili. Napenda kutoa wito kwa wawekezaji kwanza kwamba Zanzibar bado nafasi za kuwekeza katika uchumi wa buluu zipo nyingi sana. Kwa mfano, uvuvi wa bahari kuu hatuna mwekezaji hadi sasa. Kwa hiyo tunahitaji mwekezaji kwanza ambaye atakuja na meli za kwenda kuvua bahari kuu, aweze kujenga kiwanda cha kuchokota samaki na kuwasafirisha samaki hao nje ya nchi. Kwa hiyo mnyororo huu mzima utatoa ajira kwa watu wengi, lakini utakuza uchumi kwa kiwango kikubwa kabisa. Kuna swali la kuwa na bandari kuu ya uvuvi, ni eneo la uwekezaji. Tunahitaji watu waje kuchakata mwani, kulima mwani na kuchakata mwani. Kwa hiyo kuna sehemu za kutengenezea maboti, kukarabati maboti ya uvuvi. Hayo yote ni maeneo ambayo tunahitaji wawekezaji. Kwa hiyo wawekezaji tunawaita, lakini wananchi watumie fursa zilizopo. Sasa hivi kuna mikopo inatolewa kwa masharti nafuu. Banks tayari ziko tayari kuwadhamini wavuvi wadogo, wakulima mwani wadogo kwa kupitia dhamana za serikali. Kwa hiyo tunaomba asitumie fursa hizi, na mwisho kabisa napenda kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa sapoti yake kubwa sana kwa wananchi na wajasiriamali waliomo katika sekta ya uchumi. Wadau mbalimbali wameshiriki katika mkutano huu mtazamaji, ikiwemo wavuvi na wafugaji wa samaki kama nilivyokuambia pale awali, ambao mbali na kushiriki katika mijadala tofauti, pia wamepata nafasi ya kuonesha bidhaa zao, teknolojia na mawazo mbalimbali ya kibunifu yanayosaidia kuongeza tija katika sekta ya uvuvi na ufugaji wa samaki. Hapa tunakutana na Farida Buzohera. Yeye anatoka kampuni ya ufugaji wa samaki ya Tanlapia na anaeleza basi vitu alivyojifunza kupitia mkutano huu, lakini pia fursa ambazo unaweza kuzipata kupitia sekta hii. Tanlapia iliyoko Bagamoyo inajihusisha na uzalishaji na uuzaji samaki wa kwenda sokoni. Tunauza samaki ambao wanakuwa 3 kwa kilo mpaka 2 kwa kilo. Cha kwanza naweza kusema napenda kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa niaba ya Tanlapia Limited. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Fish for ACP kwa kuweza kutualika kuweza kushiriki maonyesho haya ambayo yametujumuisha ama yametukutanisha na watu kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu kupata kujifunza ni namna gani tunaweza kufanya sustainable fisheries. Kwanza kitu ambacho nimejifunza ni namna gani ya kufanya uvuvi ambao una manufaa, uvuvi ambao hautoleta madhara katika vyanzo vya maji au mazingira, lakini pia ni namna gani ya kuweza kuongeza value chain, kuongeza uthamani kwenye products zinazotokana na samaki. Cha kwanza napenda kuwaambia vijana wanaweza, fursa zipo, na mradi wa samaki ama ufugaji wa samaki ni fursa ambayo ndio sekta inayokuwa kwa sasa hivi kwa kasi kubwa zaidi na ina opportunity nyingi sana. Kwa ni kitendo cha vijana kuweza kuamua kuweza kufanya ufugaji wa samaki, kwa sababu tuna vyanzo vingi vya maji, tuna mito, tuna maziwa,
ni ule uthubutu wa kuweza kuinvest, na pia tunapenda kuwashauri na kuwavuta vijana, kuwaambia kwamba kila kitu kinawezekana, nafasi zipo, ni wao kujaribu. Cha kwanza kabisa, ufugaji wa samaki si gharama kama watu ambapo wanafikiria. Ni ufugaji ambao gharama yake kubwa iko kwenye chakula tu, lakini kila kitu kingine una uwezo wa kuanza na mtaji mdogo kabisa. Unachotakiwa tu kuelewa ni ufugaji wa namna gani ambao wewe unataka kuanza nao, kwa sababu tuna ufugaji wa ngazi tofauti tofauti kulingana na uzalishaji ambao unakuwa umelengwa. Kwa wazalishaji wadogo wadogo wana fursa, wanaweza kuanza kufuga kwenye mabwawa ya kawaida, na wafugaji wa saizi ya kati wanaweza kufuga kwenye maziwa. Lakini pia kwa wafugaji ambao ni wakubwa zaidi wanaweza kuwekeza kwenye maziwa, kwenye bahari, kwenye mito na pia kwenye maeneo. Kitu kingine, napenda kushukuru serikali ya Muungano wa Jamhuri ya Tanzania. Sana sana mama yetu Mama Samia amekuwa ni mtu wa mstari wa mbele kabisa kwenye kupush, kuhakikisha vijana, kutusapoti vijana na kuisukuma sekta kwa kuanzisha mfumo wa BBT ambao sisi kama kampuni ya Tanlapia tunapokea vijana kutoka BBT ambao tunawasaidia kuwajengea uwezo wa kuweza kusimama kibiashara na kujiinua kiuchumi kupitia ufugaji wa samaki. Mkutano huu, mtazamaji, kwa mwaka huu 2024 umefungwa rasmi na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye akitimisha mkutano huo amesema kwamba imekuwa ni upendeleo kwa Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huu na kuunganisha matukio haya kwa maana ya mkutano wa 8 wa mawaziri na jukwaa la buluu la chakula. Ilikuwa ni muhimu sana, kwani itasaidia kuendesha na kubadili mifumo ya chakula ya majini, na akaongezea kwa kusema kwamba mahitaji ya viumbe maji yanaendelea kuongezeka, na hii inatoa wito katika kuongeza kasi ya kufanya mageuzi ya mifumo ya chakula ya baharini, sio tu kwa kuongeza uzalishaji, lakini pia ni pamoja na uendelevu. The OACPS and many of its members are key partners of the Fish for ACP project, and it is only by joining forces and aligning our various initiatives, whether political or operational, that we can drive the essential transformation of our aquatic food systems. Together, we can build a future where these systems are sustainable, resilient, and beneficial to all. I understand that the Fish for ACP project has done a wonderful job in 12 countries for the past 4 years in strengthening the fisheries and aquaculture value chains in those countries. It is time now to take up the good lessons and best practices brought in by the projects in not only reducing the post-harvest losses of the fishery and aquaculture products, but also changing the whole economic perspective of our people. Ni Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye amehitimisha mkutano huu. Mpaka hapo na sisi hatuna la ziada katika kipindi cha Kilimo Kwanza kwa siku ya leo. Nikusihi tu kwamba uungane nasi wiki ijayo katika kuangalia fursa mbalimbali zinazotusaidia Watanzania, hususani wapenzi ama wadau wa sekta ya kilimo, uvuvi na ufugaji. Kuna fursa mbalimbali zinazokusaidia wewe katika kuboresha shughuli zako za kilimo, mifugo na uvuvi kupitia kipindi hiki cha Kilimo Kwanza. Unaweza pia kutufuatilia basi kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Instagram TVE Tanzania, lakini pia kama umekosa kufuatilia kipindi chetu kupitia TVE, unaweza kaingia YouTube kwenye akaunti yetu ya Kilimo Kwanza. Tutumie ujumbe wako pia kupitia namba yetu ya simu ambayo ni 0627192872. Nikusihi mtazamaji uendelee kufuatilia vipindi vinavyofuata hapa TVE. Endelea kufuatilia vipindi vya Kilimo Kwanza na tukutane tena wiki ijayo. Mimi ni mkulima mwenzako. Jembe langu naliweka mkononi, sililazi chini, ili tukutane tena wiki ijayo shambani, baharini na maeneo mengine yanayohusika na sekta ya kilimo, uvuvi na ufugaji. Kwa leo, asante.